Naomba niongee kidogo kuhusiana na maisha ya kawaida kazini. Kati ya vingi nilivyoongea na vingi ambavyo mtavisikia, naomba leo muondoke na kitu kimoja tu juu ya kutenda wema, just be kind. Nisimulie kisa kimoja ambao kuna wengine mnaweza mkawa mnakifahamu. Pana bwana mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya nyama kama ilivyo Arusha Meat. Sasa siku moja meneja anafunga shift imeisha jioni, wanafunga waondoke. Mlinzi akamwambia kuna mtu hajatoka yuko ndani. Sasa akamwambia utajuaje, kuna wafanyakazi zaidi ya 1000, unajuaje kama kuna mtumishi hajatoka? Akamwambia mimi nakwambia kuna mtu hajatoka. Basi ili kuacha umbishano wakarudi kukagua, na kweli almanusura wakakuta kwenye moja kati ya majokofu ya kuwekea nyama kuna bwana mmoja alikuwa amefungiwa mle ndani na alikuwa tayari ameshaanza kukata roho. Kwa hiyo akampa huduma ya kwanza akapona. Kwa meneja akarudi kwa yule mlinzi kwamba wewe ulijuaje kwamba huyu mtu yupo huko ndani? Akamwambia huyu bwana ndio mtu pekee ambaye huwa ananisalimia asubuhi alafu ananisalimia jioni akiwa anatoka. Na huwa akinisalimia ananifahamu najisikia vizuri sana na najulia familia yangu. Kwa hiyo huwa nakaa siku nzima nikimsubiria anisalimie wakati anaondoka. Na leo hakunisalimia, ndio maana nikawa na uhakika kwamba alinisalimia asubuhi hajanisalimia jioni. Nilikuwa na uhakika kwamba yupo ndani. Sasa hili limemwokoa maisha, lakini nataka kuonesha jinsi ambavyo nataka kuongelea kwa upande wa huyu mlinzi ambaye yeye alikuwa anajisikiaje pale anaposalimiwa. Kwa hiyo kutenda wema sio lazima umpe mtu kitu, kumbe inawezekana kusalimia tu. Sasa labda niongelee kisayansi kwamba kwa nini kutenda wema ni kitu kizuri. Ukitenda wema, yule ambaye anapata wema, kuna kemikali 4 tofauti zinatolewa tu kwenye misuli yake kwenda kwenye damu na hatimaye inazunguka inafika kwenye ubongo. Ya kwanza inaitwa oxytocin. Hii ni love bond hormone. Kazi yake inashusha blood pressure, inaongeza trust na optimism. Maana yake huyu mtu anakuwa more innovative na efficient. Vile vile inasaidia kurelease na nitric oxide, inasaidia linda moyo. Vile vile ukitenda wema, yule ulemtendea wema anapata mwili wake una release kemikali ya dopamine. Hii ni reward chemical, inamfanya mtu anajisikia vizuri na inamchochea arudie kile kitu. Kwa mfano mtu anafanya kazi nzuri ukimsifia, anajisikia vizuri na anaweza kufanya vizuri zaidi kile kitu. Serotonin, hii ni mood stabilizer. Yenyewe ni kama natural antidepressant, inafanya mtu anatulia, anapata amani moyoni. Endorphins, hii ni natural painkiller, inampa mtu overall sense of well-being. Kwa hiyo ukimfanyia mtu wema, kuna sababu za kitaalamu, za kisayansi kabisa za kwa nini yeye, lakini kwa ujumla inamuongezea immune system, inamfanya anaishi maisha mengi. Lakini sasa wanasayansi wakaenda zaidi ya hapo, wakagundua kwamba hata yule aliyetenda wema naye anapata faida hizo sawa na yule aliyefanyiwa wema. Lakini wakaenda mbali zaidi, wakagundua hata kama kuna mtu wa 3 anashuhudia mtu akitendewa wema, na yule mtu wa 3 naye kile kitendo cha kushuhudia wema unatendwa, na yeye anajisikia vizuri, anapata faida hizo ambazo mtenda na mtendewa amepata. Kwa nimejaribu kuonesha kwamba pamoja na utaalamu wetu wote ambao tunao, pamoja na mamlaka, power, responsibilities na chochote ambacho tunacho, kutenda wema itatuwezesha sisi kuweza kuwa karibu na watu na ule utaalamu wetu utaweza kufikia